Twashukuru tumepata magorofa mazuri. Twashukuru barabara ni nzuri. Lakini Mheshimiwa Rais, Mwenyezi Mungu atakapokujalia kwa uwezo wake na ufalme wake ukiingia tena Ikulu kwa mara nyingine, basi tuangalie kwa macho manne badama hili kuhusu suala la chakula. Suala la chakula, maisha yanatupiga. Badala ya kutembea na gari zetu nzuri, basi tukenda madukani, furaha yote ya barabara inatumalizikia kwa vyakula kuwa bei mbaya. Chakula ni bei mbaya sana. Nami kwa Mheshimiwa Rais alivyo na mapenzi juu ya wananchi wake, alivyo sikivu juu ya wananchi wake, hili kwake ni swala dogo sana. Lakini hofu yangu ipo hapa. Hivi mie nikichaguliwa tena kuwa mwakilishi kuingia barazani, ndasema nini tena na yote yashafanywa? Labda kilio cha watu ni mchele. Tutasema na sisi kuhusu mchele bei, lakini maendeleo yote tayari yashafanywa Mheshimiwa. Kwenye bei za vyakula, kwanza ni kuambieni, bei za vyakula sababu zake kuu ni mbili. Kwa nini vyakula vinapanda bei? Moja ni gharama za usafiri. Wakati Pemba hapa ilikuwa bandari hakuna, au bandari yetu ilikuwa haikidhi, ilikuwa chakula kinachotoka Pakistani, haya mapembe tunayokula hapa yanatoka Pakistani, mzigo unashushwa Mombasa. Kutoka Mombasa mzigo unakuja Unguja. Kutoka Unguja mzigo unakuja Pemba. Bila shaka gharama hizo ni kubwa sana, na ndio maana zinafanya bei ya chakula kinakuwa juu. Sasa hivi tumeshaanza kuboresha bandari zetu. Mkoani tayari imeanza kupokea meli kutoka nje, kutoka Pakistani moja kwa moja mkoani. Tutashusha bei ya gharama za chakula hapa Pemba. Sababu ya pili ilikuwa ni mafuta ya petroli. Mafuta ya petroli, sisi hapa Zanzibar hatuna uhifadhi. Kwa hiyo kila mwezi tunanunua mafuta kwa meli moja moja. Kinachotokea ni nini? Kinachotokea ni kwamba mafuta yakipanda bei huko nje, hatuna akiba. Kwa hivyo mafuta ya petroli yakipanda, gharama za usafiri zinapanda. Leo mzigo ukishuka pale mkoani mpaka ufike huku kaskazini, gharama za usafiri zinakuwa kubwa sana. Na ndio maana tumesema tutajenga bandari ya Shumba, nayo iweze kupokea meli moja kwa moja kutoka nje, tupunguze gharama za usafiri. La tatu ni kuwa na hifadhi ya chakula nchini. Tutajenga maghala makubwa ya uhifadhi wa chakula. Tutanunua mpunga kutoka bara wakati wa mavuno. Wakati wa mavuno mpunga bara ni mwingi na bei ni rahisi. Tutahakikisha tunahifadhi mpunga hapa Zanzibar pamoja na mahindi, ili wananchi waweze kupata bei ile mwaka mzima kama vile wakati wa mavuno. Kwa sababu kilichotokea sasa hivi ni kwamba pale Morogoro au Mbeya au Shinyanga wanapolima mipunga, wakati wa mavuno bei ni ndogo sana. Mchele kule unauzwa mpaka 1000-1200. Miezi mitatu tu baadaye imeshapanda sana, kwa sababu nje ya mavuno bei zinapanda. Sisi tutanunua wakati wa mavuno, tuhakikishe gharama za chakula nchini hazipandi kwa mwaka mzima ukilinganishwa na kipindi kile cha mavuno.